Kwingineko, familia zilizofurushwa katika ardhi ipatayo ekari 360 katika kijiji cha Gasi, eneo bunge la Msambweni kwenye kaunti ya Kwale zinaendelea kuishi vichakani kwa siku 5 sasa baada ya nyumba zao kubomolewa mapema juma hili. Kwenye mahojiano na KTN, baadhi ya familia zilizojumuisha walemavu na wazee wanasema kwamba msaada wote kwao umesitishwa, huku wakiwalaumu wanasiasa. Tobias Chanji na mengi zaidi. Huyu ni mama mzee ambaye kwa sasa anaishi kwenye kibanda hiki pamoja na wajukuu wake ambao tunaelezewa kuwa ni mayatima. Sina uwezo, nguvu zangu ni ndogo, uwezo wangu ni mdogo. Sehemu ninaolala na watoto kama hino hapa tunavyolala, hatuna pali pana baridi. Tukiwa hapa tunakutana pia na mama huyu mwenye watoto 4 na aliye na ulemavu wa kutoona, naye pia kikosa pa kuenda. Karibu na hapa kuna mama mwingine mwenye watoto 8. Tunampata akiosha vyombo alivyojaribu kutoka navyo siku ya kuvunjiwa nyumba mnamo Jumanne. Hii changamoto inaniathiri kwamba watoto wangu wanasoma hapa Gasi, na saa hii tumevunjiwa, tujui kwamba tutaenda wapi na tuko na watoto. Mvua kinyesha tuko hapa, jua likiwaka tuko hapa. Na hakuna mheshimiwa yote ambaye tupitia hapa sisi kama kuja kutuuliza, kutusapoti. Hawa ni miongoni mwa takriban wanakijiji 3,000 ambao waliathirika na ubomozi wa nyumba zao katika ardhi hii ipatayo ekari 360 katika kijiji cha Gazi. Inasemekana ardhi hii ilipeanwa na kampuni ya Msambweni Development Company inayohusishwa na familia ya rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta. Wanadai kuwa walikuwa wapewe hatimiliki, ila sasa majina yao hayamo katika orodha ya wanaostahili kugawiwa. Kwangu ni hapa na pamevunjwa, sina msaada na mtu wala sina mtu wa kunisaidia. Nateseka na nimekuwa mzee. Wanasema shida zao zimechukua mkondo wa kisiasa, kwani baadhi ya wanasiasa wakuu wanasemekana kuhusika. Viongozi tuliowachagua mpaka sasa hakuna kiongozi yoyote aliyefika hapa. Ada mkubwa tunaomba pia kama kuna uwezekano wa maloya, mawakili wajitokeze. Tuwape documents ambazo zinaweza kuangazia huko mbele waanzie wapi, wafikie wapi, ili tuweze kustopisha hili zoezi. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale.